Kundi Simba tayari amemjua mpinzani wake. Wengi wanazungumzia kwamba Simba ipo kwenye nyakati nzuri za kufanya vizuri kimataifa. Simba when it's come to CAF Champions League, CAF Confederation, Simba ni lidude likubwa. Na sijawahi kufuta kauli yangu. Na siwezi nikakaa hapa nikaanza kufuta kauli yangu kwa sababu wameshajua thamani ya michuano ya CAF. Unajua National Ahli leo hii Ahli ndo bingwa wa kihistoria wa michuano ya CAF. Amechukua mara 12. Kwa nini? Kwa sababu akili yake, fikra zake, matarajio na matamanio yake aliweka nguvu kwenye michuano ya CAF. Amechukua hadi mara 12. Anemfuatia Ahli ni TP Mazembe pamoja na Zamalek. Wao wana kila mmoja ana makombe 5 kila moja. Mazembe na Zamalek. Akitoka pale ndo anakuja huyu Esperance Sportive de Tunis akiwa amechukua mara 4. Halafu anakuja Raja pamoja na Wydad Casablanca amechukua mara 3. Kwa nini walifanikiwa? Kwa sababu ambition zao, tamaa, jihadness. Wengine wanasema unapokuwa unatamani kitu fulani, Mungu anakupa. Sasa Simba walianza kufikiria hivyo, turning point yao 17, 18, 18, 19 Canada Devils. Piga goli 2, walifungwa goli 2-1 kule Kitwe Zambia, wanakuja kwa Mkapa. Anapindua 3-1. Bao la Medi Kagere, Jonas Mkude na Chama, bao la Kisigino. Baada ya pale Simba walikaa kwenye kilele cha kundi cha National Ahli, AC Vita Club pamoja na wale jamaa wa El Merreikh ya Sudan. Simba wana points 13. Kaa juu ya National Ahli, ingawa Simba alishia robo finali, Ahli akachukua ubingwa. Lakini yeye standard yake alikuwa ameset kwa ajili ya robo finali. Kwa hiyo when it's come kuizungumzia Simba kimataifa, mimi nitakesha kwa sababu mnyama ameshajua value ya michuano ya CAF. Anapotoka makundi, kwanza sasa hivi wanapata hela kuanzia hatua za preliminary. Kuna dola 100,000 pale. Unasogea makundi, bilioni pale tayari megonga. Unaenda robo, kuna mabilions of money. Kwa hiyo watu wanajua tunavyoweka nguvu huku tunapata pesa, na pia tunajenga heshima yetu. Leo Simba anazungumzwa. Ukienda Misri Simba anazungumzwa, ukienda Morocco Simba anazungumzwa, kila mahali. Kwa nini? Simba ameingia top 5 kwa viwango vya ubora CAF. Ana points 48, mnyama. Sasa amepangwa na kikosi ambacho kitamsumbua ni Esperance Sportive de Tunis ambaye ni bingwa ambaye ameshika nafasi ya 3 kwa viwango vya ubora duniani mara baada kwa upande wa CAF amechukua mataji mara 4, mataji ya CAF, sio? Lakini ukimwangalia anafungika nyumbani. Kwa Simba yeye amekuwa akiseti desturi zake kwamba bwana kwa Mkapa atoki mtu. Piga wagaragaza kila mmoja acheze kwake, acheza na kuchezaga. Mnyama akiwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa haogopi mtu yoyote, na moja ya timu ambayo haijawahi kukutana nayo ni hawa Esperance Sportive de Tunis. Simba imeshakutana na Ahli, imepiga sana, imekutana na Wydad. Tena juzi Wydad walitolewa kabisa kwenye michuano. Willy Somba Onana, Fabala Zito. Berkane ameshafungwa pale. Ni Raja pekee ndo alienda kumsumbua Simba akamfunga goli 3 pale. Kwa hiyo ladha pekee ambayo Simba hawajaionja ni ya Esperance Sportive. Na ladha pekee ambayo Esperance hawajaionja ni ya Simba. Kwamba Simba amefunga Waarabu wote na kuaje? Sasa wanaingia pale katika dimba la Benjamin Mkapa, mnyama hawezi kumwacha salama. Yaani atampasua pale, mimi naona kabisa. Tena mnyama sasa hivi unajua ameimarika na kikosi kikubwa sana. Mnyama kikosi kimeimarika sana. Waangalie eneo la forward line yao. Wana washambuliaji 3 hadi kocha anashindwa mpange nani. Mpaka mwisho wa siku anamweka Mutale Budo na mguu wake moja mfupi. Anacheza kama center forward ambaye ni muongo. Unanielewa? Kwa hiyo mnyama akipiga hesabu zake vizuri, anachukua za Esperance 3 nyumbani, anachukua za Petro de Luanda nyumbani 3, anachukua Stade Malien 3, ana pointi 9. Moja ya timu ambayo Simba atakuwa kaangaike naye ni Stade Malien. Malien sio wazuri kwa sasa. Yaani yule ndo anatakiwa mgaie Simba utamu kwa sababu kama Vipers alivyochukua Uganda akachukua na hapa, si ndio? Sababu Simba ana uwezo wa kumpiga Malien hapa na akaenda kuchukua kule. Akifanya hivyo ana points 12. Sawa Na Simba huyu anaweza akachukua za Petro Atletico Angola hapa na akaenda kataka pointi 3 kule, akishindwa anachukua 1. Kwa nini? Petro Atletico Angola Luanda ilivyokuwa bora misimu karibia 3 nyuma 4, msimu 2021-22 alicheza na Mamelodi Sundowns. Akamfunga goli 3 kwake, akaenda kumpiga goli 2 kule Afrika Kusini. Goli 5 alimuondoa, akaingia hatua nusu finali msimu wa 22. Akaenda nusu finali na Wydad Casablanca. Wydad akampiga Petro. Wydad akaenda finali akakutana na Ahli, Wydad akachukua ule ubingwa. Tangu afike ile hatua kubwa ya nusu finali akatolewa na Wydad, hajawa tena bora. Baada ya pale msimu jana tu katolewa na AS Maniema kwenye second preliminary round. Msimu jana katolewa na AS Maniema second preliminary round. Na ukiangalia kwenye makaratasi Simba ni bora kuliko Petro de Luanda
Simba ni mkubwa kuliko Stade Malien. Kwa nini? Simba amefika finali. Stade Malien ni mkubwa kwa Simba kwa miaka ya nyuma. Mwaka 2008 alifanikiwa kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho. Sawa na ilikuwa ni 2008 2009 alifanikiwa kuchukua ubingwa Stade Malien. Na Stade Malien ubingwa wake namna ambavyo aliupata, alikuwa anacheza na ES Tunis. Unaona no, alikuwa anacheza na ES Setif ya Algeria. ES Setif ya Algeria 2009 alimfunga Stade Malien goli 2-0 nyumbani kwake Tunisia. No, ilikuwa ni Algeria pale. Yes, unajua ES Setif na Esperance Sportive wanafanana majina. Kwa hiyo wale wanaitwa ES Setif ya Algeria alimpiga Stade Malien goli 2-0 pale Algeria. Wametoka pale wakaenda Mali. Stade Malien akampiga goli 2-0 akasawazisha, wakaenda kwenye mikwaju ya penalti. Finali. Mikwaju ya penalti Stade Malien akampiga goli 3-2 wale ES Setif. Sasa akachukua ubingwa 2009. Baada ya pale in-and-off ni nyingi. Mara leo atafika robo, mara atarudi ataenda makundi hivyo. Alifanya vizuri kuna ule msimu akamuuza Diara akaenda Yanga. Akamuuza Kanute akaenda Simba. Msimu jana kamuuza Lastin Kouma, ni msimu huu tu ameingia ndani ya Young Africans. Na nikwambie kikosi kilichofanya vizuri 2022 23 kuanzia 2017 18 19 20 21 Diara ndani, Kanute ndani, Lastin Kouma ndani, wote walikuwepo. Hiyo ndio Stade Malien yes, ya moto. Hao wote ambao nawataja wote walikuwepo ndani ya Stade Malien. Hawapo leo. Kila mchezaji mzuri akitokea pale jamaa wanatamaa wanauza na hawana uchumi wa kuwazuia wachezaji hivyo wanaondoka. Sasa wewe niangalie mchezaji wao bora ndo ametoka Lastin Kouma pale. So ni timu ambayo inajitafuta. Simba ana uwezo wa kwenda kuchukua kwake pointi 3 na anachukua hapa 3, 6 kama akikaza. Akishindwa chukua 1. Hawa kwa Petro Atletico Angola akishindwa kuchukua 3 chukua 1. Simba msimu huu ana uwezo wa kwenda kufanyaje? Kuongoza hata ile kundi nakwambia. Simba. Akikaza mbele ya Express. Akikaza. Anaenda kuchukua kwa sababu Esperance Simba akikoma naye anampasua pale. Anaenda kuhangaika naye kule. Najua kule Waarabu wanakuwa wagumu na Waarabu watu wasiofahamu. Mimi nimetembea kidogo na exposure. Waarabu wanakuwa wanawekeza nguvu kubwa mechi za nyumbani kuliko ugenini. Mwangalie hata Ahli. Ahli huko nyumbani umwambie kitu. Cairo International pale. Alafu toka hapo aende sehemu nyingine anafungwa na timu ya ovyo. Anafungwaga tu, lakini unaona wale akicheza na Simba anafungwa kwa Mkapa, lakini nenda kwake uone anafanya vitu vya hatari, sio? Hata Esperance Sportive de Tunis akiwa nyumbani ni ngumu sana kumfunga. Sasa kwangu mimi nasema nini? Kwamba Mwarabu akienda ugenini hatoboi. Kwa nini? Kwa sababu kwanza anaingiwa na hofu, mashabiki, labda jua limewaka sana na vitu kama hivyo. Afu uwanja la Mkapa Simba amelizoea, ndio uwanja anaopenda zaidi. Na wamebaki peke yao. Nimeona anasema home alone. Ndio raha. Yaani Simba wamefurahi sana Yanga kuondoka. Nikupe tu scenario. Yanga akicheza leo, alafu Simba akicheza kesho. Mechi ya Simba inakuwa ngumu sana. Ngumu sana. Sana. Sijajua kwa sababu uwanja umetumika, sijajua vitu gani waga vinatokea. Kwa nini? Kwa sababu Simba alicheza pale na Singizini. Yanga wametoka kucheza na wale kutoka Mali, kutoka Malawi. Silver Strikers. Yanga baada ya kucheza na Silver Strikers, Simba anacheza na Singizini Hotspur. Kama amefungwa mawe miguu. Hawatoboi. Kwa hiyo walipoondoka Yanga, Simba ameachwa mwenyewe pale. Azam ameenda Zanzibar. Singida ameenda Zanzibar. Yanga ameenda Zanzibar. Simba ameachwa atawale mwenyewe. Kwa hiyo atakuwa anajipigia tu, hao wanaokuja wote anajipigia kwa sababu gani? Uwanja wa kwake, uhuru anao yeye. Hakuna haja eti ya Yanga leo akalinde uwanja eti kesho Simba akalinde, kwa sababu Yanga anaenda kulinda uwanja mechi yake dhidi ya Stade Malien. Akimaliza kulinda Simba kesho anakuja kulinda uwanja dhidi ya Singizini. Kwa hiyo ulindaji wa uwanja ule haupo. Kwa hiyo Simba anakuwa analinda anahangaika na uwanja wake mwenyewe. Hivi viwanja vina mambo mengi. Wewe mpaka Simba akagundua akasema ngumu sana kwenda hatua ya nusu finali, kuna wabaya watu. Kuna wanamna hapa watu wanafanya vitu vibaya kwenye uwanja. Lakini uliona Bulldozer alipelekwa pale. Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Walid alienda pale wakapiga upako. Watu walivuka pale. Si ndio? Mambo yakawa mazuri. Na mambo yakawa mazuri. Kwa hiyo nini pointi yangu? Pointi yangu mimi ni kwamba Simba kubaki pale. Uhakika wa kwenda robo finali tayari. Simba kubaki pale atakuwa anajidonolea tu anavyotaka. Anagusa na chia na ana Pantev. Simba hii ya Pantev. Hii Simba ya Pantev kaka naiona nusu finali mimi. Wewe binafsi unaiona nusu finali? Bila kungata-ngata. Naiona nusu finali Simba Sport. Na nusu finali kufika Simba sio jambo dogo. Simba akifika nusu finali, naona Simba ana kikosi cha finali. Simba ana kikosi cha finali. Simba ana kocha winning title manager. Kocha ambaye yeye anapendaga tu mafanikio. Ameenda Victoria United, timu ilikuwa haiko kabisa kwenye ligi kuu, akaipandisha ndani kabisa kule Cameroon. Akawapa ubingwa.
Amepandisha na kawa ubingwa, ametoka kaenda Orapa pale Botswana. Haijawahi kuchukua ubingwa. Akawapeleka hadi kushiriki kombe la shirikisho. Wale na Gaborone United walikuwa nafasi ya 3, jamaa amewapa ubingwa. Anaonekana ameenda kumpiga Zingizini goli 3, anakuja huko anapanga maforward wasio katika nafasi zao. Mechi inayofuata ni ligi kuu soka Tanzania. Ana na JKT Tanzania pale na itakuwa ni testi nzuri pia kuelekea mechi ya CAF. JKT hawajaitoa game mbovu hata siku moja. Wanakutana na Simba na Yanga, wanapata testi nzuri sana ambayo inaenda kuwapa mwanga kuelekea kwenye mechi zao za CAF. So to me, Simba ndio kielelezo cha mpira wa CAF kwenye hii nchi. Simba ndio baba wa mpira. Kataa unune ubiringite ulie vipi? Lazima tu ukubali. Simba ndo baba yenu katika hii michuano ya CAF. Anajua namna ya kucheza hizo mechi. Anajua namna ya kupanga mipango. Sasa hivi wakati watu wanahangaika kuhama nomadic, wanasema wanafanya zinja nomadic patriotism. Au ile ngoni migration. Tutumie tu migration. Hamna au tutumie tuweke ngoni? Yanga migration. Wakati Yanga migration wanaifanya kutoka hapa kwenda Unguja, mnyama anafikiria kutuma watu kwenda kule Tunisia. Kuangalia mazingira. Vasco da Gama, Abasi Yala anatumwa. Kwanza kuangalia mazingira mapema. Tunaenda kuangalia accommodation, tunaenda hoteli gani, tunafikia sehemu gani na nini, vyakula, hali ya hewa vipi. Anatoka hapo anaenda zake Angola. Mapema. Anatoka hapo anaenda Mali. Mapema. Wakati unawaza kumigrate kutoka hapa bandari ya Salama ya Maji Chumvi kwenda visiwani hapo. Ni heka kweli kweli Yanga wanafanya. Huu usafiri ni noma. Watoka pale Zanzibar waende uwanja wa Julius Nyerere wapande ndege waende moja kwa moja hadi Ahali. Afu Yanga mpango na Waarabu kaka. Wote watatu. Waarabu wanamtaka nini Yanga Waarabu? Sasa hivi wakikaa sasa hivi wanamjadili Yanga Waarabu. Sababu wale wanaongea lugha moja. Alhabib, marhaba. Young Africans, halas. Wakisema halas maana yake shughuli hamna. Shughuli imekwisha. Ukishasikia neno halas au ukisikia neno Yanga Afrika, mafi shughuli, kwa maana shughuli yao hamna. So Yanga wakitaka wakomae wachukue point 3 za Faraba, wachukue point 3 za Kabili, wachukue za Ahali nyumbani. Wakifanikiwa huko hata akienda kupasuka Yanga anaenda. Lakini je, unaweza kwenye uwanja mdogo kama ule wa Amani ukamfunga Ahali? Watu wanaweza kukimbia dakika 200 wale uwanjani. Yaani Yanga Afrika amepata Yanga moja kikwazo kingine. Kumpeleka Ahali pale Zanzibar. Amepeleka kiama. Machinjio. Anaumia. Kaka ule uwanja ni mdogo. Abu Ali anakimbia hapa na hapa amefika. Wewe una jezi Kabli, uwanja mdogo ule kaka. Watakutesa tu. Wale Waarabu ni kama unaonjesha ule. Wanakimbia sana, wanakukimbiza wanatoa ulimi nje. Haya Farabat naye pia anakimbia sana uwanjani. Kwa hiyo unaweza ukawa umefurahia kumpeleka kwa sababu labda mashabiki. Lakini ni uwanja unaompa nafasi Mwarabu kwa sababu yeye amezoea viwanja vikubwa. Alafu yeye ana power, mapafu ya kutosha. Kwa hiyo kuna factors 3 za Yanga wao wenyewe kujihukumu kwenye haya matokeo msimu huu. Peleka kwenye uwanja mdogo ambao wao Waarabu wanapenda, wanaenjoy. Unakimbia kidogo umefika umefunga. Lakini kingine wanakutana na Waarabu tofauti. Walikutana na wale waliwafunga wale kina Club Africain. Club Africain ni mbingu na ardhi na JS Kabylie. Club Africain ni mbingu na ardhi na Farabat. Wakamfunga Union Sportive Monastir kwenye uwanja wa Mkapa goli 2 kwa bila. Wakaenda wakafungwa goli 2 kwa bila kule Yanga. Sawa Wakaenda wakamfunga US Malja goli 1 kwa bila, lakini tayari alishakuadhiri kwako. Kwa hiyo hesabu za Yanga ndio wanako feligi. Calculator katika michuano ya CAF Yanga hawana. Yanga katika somo la hesabu alilofeli ni kwenye michuano ya CAF. Huku kwenye ligi dhidi ya Pamba Jiji. Yanga kwenye hesabu za CAF Champions League. Yani hata waungane vipi sijui hizo hesabu hawaziwezagi. Wenzangu Simba anawaza. Nimefungwa na Oroya msimu juzi. Nimefungwa kule Conakry. Akaja kwa Mkapa akasema namtaka Vipers. Simba alipigwa na Oroya. Goli alivyofungwa kule point 3 zikaondoka. Bahati mbaya akaenda kwa Mkapa kukutana na Raja Casablanca asiyejulikana. Wazaje kucheza naye kabisa. Raja akamkanyaga Simba goli 3, point 6 zikadondoka. Mnyama akakaa chini akasema hatuna pressure, tunajiuliza maswali. Tumekosea wapi? Tukachukue kwa Vipers. Point zetu 3, akija kwa Mkapa tuchukue tena 3. Wakaenda kwa Vipers wakaenda wakampiga goli 1 akachukua point 3, wakaenda kwa Mkapa akachukua tena 3 zikawa 6. Oroya akaja kichwa akaingia kwenye mkenge akapigwa goli 7 pale. 9 tayari hizo. 9? Ameondoka sababu alipoenda kwa Raja, mnyama alipasuka tena goli 3. Hajali, he don't care. Yaani yeye anawaza tu kwangu mimi nakusanyaje pointi zangu. Ndio mwanaume anapofanya. Hesabu za CAF Yanga wamefeli.
Hawaziwezi hata kidogo. Yani ni katika failure, form 4 failure ni Yanga katika michuano ya CAF. Yani wao wakikaa hesabu zao waga zinakataa. Kama watafanikiwa labda msimu huu, lakini wanapaswa kukaa chini na wajiulize kwa Simba wanafanikiwa wapi? Kwa sababu Simba wanajua mimi Esperance kule simuwezi. Nikienda nahangaika naye labda sare. Atletico huyu sijamcheza naye mimi. Nataka nihangaike naye msimu huu mara yake ya kwanza, sababu Simba anaonekana ndo mkubwa kwa Atletico sasa hivi kwa Stade Malien, kwa sababu Simba current yuko nafasi ya 5 kwa ubora. Kwa sababu hawa sijawazoea vizuri Stade Malien na Atletico, nataka nichukue za kwangu kwanza nyumbani. Nikishazichukua 9 naenda kuhangaika nao. Huo uwezo, nguvu ni ya Simba ipo ya kuweza kushinda pia nini. So that point kwamba Young Africans they have to learn to Simba Sports Club. Yani ukatae. Kuna muda unapaswa kukaa ukiwa unakula wali wako njegere Yanga. Wakati wa kula wali njegere unajifunza kwenye kitabu cha Simba walifanikiwa vipi? Mbona wanawafunga watu hapa? Mbona kila siku wanaenda mbali? Pasco, mimi natumai tutakuja kuyazungumza mengi next time. Kwa leo tuweke nukta. Leo niko vizuri kaka. Tenki limejaa mafuta. Wewe uje tu.